kumpa aliyekunyima, ambaye amekunyima wakati wewe unahitaji. Vuta kumbukumbu wakati una shida, tena pengine shida yenyewe katika masafa ya mbali na ni usiku, unatakiwa labda upate tiba ya haraka hospitali, na mwenzio ana uwezo wa kukusaidia kwa chombo na anacho na akakukatalia, na unaona kabisa ukatalia kwa makusudi, lakini wewe unaambiwa usimkimbizie hivyo, unaambiwa kimbizie vizuri. Lakini na mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia watuqia man harama, na kumpa aliyekunyima na kumsamehe aliyekukosea, watasfaha amman dhalama, na kumsamehe aliyekudhulumu. Jambo la tatu, aliyekudhulumu msamehe. Mara nyingi anayedhulumu anakuwa ana nguvu zaidi ya anayedhulumiwa. Sasa pale anapokudhulumu ana nguvu, kafanya dhulma kwa kudanganyika na nguvu yake na nafasi yake na uwezo wake, lakini leo mambo yamebadilika, hana nguvu. Hata kwa kuwa amekuja kwako au wewe ulikuwa hivyo, basi wewe unatakiwa umsamehe. Huo ndio Uislamu. Kwa hiyo tungeni ndugu, ni katika ibada zilizokuwa kubwa ambazo zitakufanya tuingie peponi haraka, lakini kuvunja udugu ni sababu ya kumfanya mtu achelewe kuingia motoni, kuingia peponi, waliyadhu billahi minan nar. Pia na'udhukum alla tansa al-aitam, usiwasahau mayatima, alladhina laysa lahum ab, ambao hawana baba. Pengine wangeona raha wakawa leo hii wanamuona baba yao, lakini baba yao hayuko. Au mayatima maadamu tunawajua, wafute vichwani mwao kwa kuwapa raha na furaha. Na'udhukum fi hadha al-yawm, lakini tunakuhimizeni katika